Jesus! Yesu! Yesu wangu! We Miki. Miki. Njoo mdogo wangu, njoo nikuagize. Mdogo wangu nimekuita Miki. Unajua nini? Sasa hivi ni muda wa masika umefika. Nataka uende shambani ukaangalie kama mvua imefika, basi kesho tuanze kulima. Maana sasa hivi masika naona imeshafika. Sasa nimeona nikuite uende hapo shambani, sawa? Sawa kakaangu, nimekuelewa. Taenda kuliangalia ile shamba na nikitoka huko utakuja kupata taarifa kama mvua imefika au haijafika. Mimi nikuache kaka. Ngoja niondoke. Bea, samani dadangu. Nakuomba mara moja, nahitaji kuongea nawe kidogo. Bea rafiki yangu. Samani kwa kukuita hapa. Najua naweza nikawa nimekupotezea muda. Nimeagizwa nyumbani na wazazi ukaendee maji. Alafu rudi. Kizingatia muda umeenda, ukiangalia sasa hivi. Muda umeenda kidogo. Kwa leo nadhani ndo mara yangu ya kwanza kukuita kwa usirias kama huu. Japo mara nyingi huwa tunakutana tu, tunasalimiana, tunapiga story, tunacheka. Maisha yanaenda, si unajua tena. Lakini sisi binadamu kiangalia mimi na wewe ni jinsia mbili tofauti. Tumeumbwa kupenda na tumeumbwa kupenda. Rafiki yangu, mimi kwako na maswali mawili tu. Kinijibu kwa siku ya leo, kinipa ushirikiano wako, kwangu itakuwa ni msaada tosha. Au mengine, inshallah Mola akijalia, mipango yote itaenda vizuri. Nilikuwa naomba nikuulize jambo moja. Hivi hapo ulipo una simu? Miki. Simu? Ndio, simu. Kwani unashangaa hujui simu?
Hapana. Yaani ndugu yangu mimi na simu kabisa, ni kwanza yani tasielewi nikwambiaje. Kiufupi yani ukiangalia kwanza familia yetu sisi tulivolelewa kuhusu simu kabisa, sisi yani bado umri, kwanza bado muda. Na kingine sisi watu ni watu wa dini sana. Sasa kwanza kumiliki simu najua ni vitu vigumu kidogo. Na kingine nikiangalia wewe rafiki yangu tumesoma wote. Mbona hapo wale ukuwahi kuniambia? Labda nikwambie. Ukiangalia familia yetu, tangazo tu waweze kutuacha wazazi wetu mpaka muda huu. Unapoingiza mada napokuanza kunipata pole. Naomba uniache kwanza nyingine. Bea rafiki yangu. Sasa huyu yaani mimi namuitia mambo mengine na yeye ananiletea mambo ya vifo hapa. Sasa kama wazazi wamesha kufa na mahusiano yangu mimi yanahusu nini? Kuna watu wengine wanaboa. Ila sipo sikutaona. Miki, hebu subiri kidogo, njoo hapa. Nakusikiliza. Unajua Miki, huwezi amini kile ambacho naenda kukuambia. Na inavyoonekana siku ya leo sio nzuri kwako kabisa hata kidogo. Kama unaweza kunielewa, ungerudi nyumbani kwanza. Kwa sababu kuna maono nimeyapata. Na nikiangalia kabisa unaweza siku ile ikawa ya mwisho kwako. Kwa ingependeza zaidi kama ungerudi nyumbani kwanza. Hiyo safari ukaachana nayo kwa leo. Nielewe bwana Miki. Naomba nielewe kwa hilo. Watu wa imani mnafurahisha. Umekiona kwenye maono. Yaani mimi nitoke zangu huku naelekea zangu mishemishe zangu niita hapa. Unisimamishe. Eti unakoenda unaenda kufa. Nimekiona kwenye maono. Alafu ngoja nikwambie kitu. Kwani dini kitu gani sasa hivi? Dini kitu gani? Yaani ungejua sasa hivi watu walioshika imani ndio watu wanaotenda maovu. Yaani dini wameifanya kama tu ni kichaka cha kujifichia bro. Utasema nini? Acha mimi niondoke zangu niendelee na safari zangu. Yaani una cha kunishauri chochote. Okay, baki na Mungu wako hapo basi.
Hongera sana. Ni kazi nzuri ulioifanya. Hii kafara natakiwa baada ya masaa matatu iwe tayari tumeshaifanyia kazi. Kwa kule kwao watazika kivuli, ila sisi tutabaki na mwili ambao ndio kafara yetu. Sasa basi ni kazi nzuri. Hongera. Hongera sana Machumu, kazi nzuri. Hii kafara inatakiwa baada ya masaa iwe tayari tumeshaifanya. Kule kwao watazika, ila sisi tabaki na mwili ambao sasa basi kazi. Hongera sana Machumu. Injina. Naam ndugu yangu. Habari za hapa lakini? Salama ndugu yangu. Mbona leo uko peke yako? Miki nimemwacha hapa nyumbani, lakini sasa hivi nimemkuta hayupo. Sijajua sisi kaenda wapi. Aha. Nimekumbuka kitu. Dani jana jioni aliniambia kuwa leo asubuhi anasafiri. Hivi kweli amesafiri? Kweli ndugu yangu umenikumbusha. Tena nilikuwa nimesahau sana. Dani kasafiri kweli. Najua nilikuwa nimesahau kwa sababu Dani ni mtu ambaye ni wamishimishi sana. Ni mwanaharakati. Kweli kasafiri. Okay sawa. Lakini huwa anafanya biashara gani? Mbona sielewagi? Dani yeye ni mtu ambaye chochote kile, kazi ya yoyote ambayo utakayompa anaweza akaifanya. Kwa hiyo yeye habagui kazi yoyote. Sawa. Injina. Nani? Siku hizi Mixa kashaanza kunyweka.
Hapana, bado sijawahi kumwona anakunywa. Au kinatuigizia tu? Kwani kalewa? Si unamwona? Labda hiyo ndo mara yake ya kwanza. We Makuri, Makuri. Sasa huyu karewa kweli au maigizo? Mimi mwenyewe nashangaa. Wewe sasa vipi? Kaka, subiri kwanza. Wewe unaona mtu kadondoka hapa chini, au unanikataza? Kwani wewe unajua ni nini sababu kimemdondosha hapa? Kaka, hili jambo linahitajika busara sana, kwa sababu hatujui kilichomdondosha hapa chini. Sasa basi, cha kufanya hapa, tunatakiwa tumfuate mganga. Labda huenda yeye anaweza kaja akatusaidia. Basi mkimbilie haraka haraka. Mkimbilie haraka haraka mganga. Fanya chapu chapu. Hilo nalo neno eti. Kimbia haraka haraka ukamlete sasa hivi. Mdogo wangu sikafanyeje jamani? Hata pombe. Angekuwa amekunywa pombe angekuwa hata harufu inaonekana jamani. Sisi tufanyeje sasa hapa? Huyu naye kaenda jumla. Mdogo wangu umefanyaje? Jamani. Nawaita kwanza poleni sana ndugu, lakini hili ndilo stahili. Kila mtu atakufa. Hata sasa amekufa. Sasa basi, mimi kama mganga wa kijiji nawapa, hii ni amri ya msiba huu. Hii maiti ni masaa 3 iwe imeshazikwa. Sasa basi, kilichopo kuanzia sasa ni kuzika, hakuna jambo jingine. Poleni sana, hakuna namna. Kazikeni, hakuna namna. Shakufa.
Majirani! Majirani! Wachombate! Jamani, mdogo wangu. Ndugu zanguni, kama mnavyoona, najua taarifa nimewapatia. Ndugu yetu katuacha. Kwa mganga yetu huyo katuambia fanye mazishi kabla ya saa 3 hajaisha. Vinginevyo tutapata matatizo zaidi ya haya. Kwa jamani, tushirikiane sisi sote ili tuweze kupumzisha mwili wa marehemu mahali panapostahili. Ndio hivyo ndugu zangu. Jamani, huyu mkaka amekufa kufaje? Kiukweli kifo chake kimeniuma sana. Kufa ni kawaida tu. Sasa wapo unashanganya. Kufa ni kawaida na kila mtu atakufa. Yaani wangekuwa wanajua ninavyojisikia, najisikia raha. Yaani ninavyoenda kuishambulia ile nyama na hivi imenona. Sijui. Yaani ninajisikia raha hapa nilipo. Wangejua. Ndugu zangu, kaburi tayari. Tukampumzishe ndugu yetu aliyetangulia mbele za haki. Kwa wanaume tushirikiane kumbeba ndugu yetu tukamlaze kwenye kaburi yao.